Karibu. Asante. Ni nini? Amani. Mimi nimefukuzwa nyumbani kwetu. Nimekuja hapa kuomba hifadhi hata angalau kwa siku hii. Kwa siku moja tu. Umefukuzwa nyumbani kwa ajili gani? Mimi kwa kweli ni wazazi wangu wamenifukuza kwa sababu nilikuwa naenda kanisani, lakini hawapendi mambo ya kanisani, kwa hiyo wamenifukuza, natafuta sehemu nyingine. Kwa hiyo huko ndo unaweza kupata hifadhi. Nahitaji tu hifadhi kwa siku hii moja tu. Ina maana kama nyumbani wamekukataa kwa sababu ya kwenda kanisani kweli, huku utazaje kukaa? Samani brother. Nahitaji tu kwa siku moja samani. Ile za ngoja msaada umepata ngoja. Msaada ambao mimi naweza nikakupa labda. Je, umewahi kukabili nyakati ngumu maishani hadi ukahisi umeachwa peke yako? Nikana kwamba hauoni msaada toka kwa Mungu, nikana kwamba amekuacha peke yako. Unaanza kujiuliza, hivi ni kweli Mungu yupo? Mbona nyakati hizi ngumu zanikabili? Yu wapi Mungu yule niliyesikia habari zake, ya kwamba yeye ni ngome ya wokovu wangu? Kuna nyakati zinafika, hauoni matumaini ya wewe kutoka kwenye changamoto hizo, na mbele yako unaona ni kifo kinakukabili, na hauoni tena njia ya kutokea. Kumbuka safari ya wana Israeli walipofika pale bahari ya Shamu, waliona kwamba kifo chao kimewadia dhidi ya majeshi ya Farao. Katika hali hiyo akafanya njia. Tunapopitia katika nyakati ngumu maishani, huwa tunajiuliza, Mungu yuko wapi? Mungu anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote asiloliweza? Tunapopitia katika nyakati ngumu maishani, huwa tunajiuliza, Mungu yuko wapi? Mungu anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote asiloliweza? Je, ni kipi kitakachotutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki, shida, njaa au ni upanga? Hebu fikiria juu ya Ayubu, kipenzi cha Mungu, mtu mcha Mungu na mkamilifu sana. Tena alikuwa tajiri na mwenye mali nyingi sana, na katika hali isiyo ya kawaida mali zikaanza kuisha na magonjwa yakampata, mtu aliyekuwa mkamilifu sana. Lakini neno linasema katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi, hakumwazia Mungu
nyakati